Ndugu popote ulipo, ninakusalimu sana. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na mtumishi wa Mungu kutoka kule Manyara. Kwa hiyo ninataka kwenda kuzungumza naye hapa. Ametutembelea hapa katika social media ya Boniface Sesa. Kwa hiyo karibu kuweza kumsikiliza. Mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Unaendeleaje? Shukuru Mungu maana ametuamsha na sasa hivi ni jioni, kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ametulinda siku nzima. Ni neema kubwa hadi tufike hapa social media ili tuje tuonane na watumishi wa Mungu. Amina. Mungu akubariki sana na ukaribisha sana. Hapa ndipo ambako tunaunguruma tukitokea mahali hapa. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo tunatamani kuongea, tuweze kuyasikia kutoka kwako, ambayo msikilizaji wetu au mtu yule anayetutazama moja kwa moja kupitia mtandao ya kijamii kama Facebook, YouTube, TikTok, Instagram na mitandao mingine mingi kadhalika anatamani kuweza kuelewa kutoka kwako. So unaitwa nani? Yes, naitwa Lucas Ibrahim Mokotio, natokea kijiji cha Ngorika, kata ya Nyumba ya Mungu au kata ya Ngorika kifupi, lakini ni mtaa ule wa Ngorika A, maana kuna Ngorika EC alafu kuna A, lakini mimi natokea katika kijiji cha Ngorika A na tunamtumikia Mungu ipasavyo. Asante sana. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo wewe katika kabila wewe ni Mmasai? Mimi katika kabila yangu ni Mmasai, ambao ni mzaliwa wa pale Nyumba ya Mungu, ambao mimi ni mfugaji. Kihalisia mimi ni mfugaji. Tamaduni zetu kama unavyoelewa. Mungu akubariki sana kabisa, na nimefurahi leo kutembelewa na wewe. So tunatamani kufahamu katika kijiji kile ambacho unatoka, jamii kubwa ya watu wanaoishi pale ni Wamasai au wanaoishi pale asilimia kubwa ni kabila gani? Yes, wote, yani tunaweza nikasema jamii zote zipo. Pamoja na sisi kuwa wengi kama kabila letu wa Masai, lakini tuna makabila mengi, maana kuna makazi baina ya ufugaji na kuna kazi ya uvuvi. Kule kuna makazi ya kilimo, lakini kwa wale ambao wako upande wa Lemkuna, upande wa Mswatembo, lakini sisi kama wafugaji ndio tuko wengi katika wilaya hiyo ya Simanjiro, mkoa wa Manyara. Asante sana. Mungu akubariki sana. Mtazamaji wangu anatamani kufahamu, je, katika kijiji hichi ambacho ninyi mnaishi kuna wamishonari ambao huwa wanawatembelea kuja kuzungumza neno la Mungu? Yes. Sasa hapana, hatujawahi kuona wamishonari, na hilo neno mishonari ndio tunaanza kuisikia kwako, hata kama nimeona sehemu nyingine, lakini katika kijiji chetu cha Ngorika au kata ya Ngorika kiujumla sijawahi kuona wamishonari wametutembelea kuja kutangaza Injili. Na kuna ile dini za asili. Je, kwa upande wa kijiji hili huko dini za asili zipo? Abudu sanamu, wale wanaoabudu labda mizimu, makaburi na vitu vingine. Hiyo ndio tunazungumzia dini ya asili. Ya unaonaje kwa upande wa kule kwenu, vipo au hakuna? Ipo. Na ukilinganisha kati ya wale wanaoabudu mizimu, makaburi na vitu vya zamani au vya asili, ukilinganisha na makanisa, unafikiri ni ipi yenye nguvu? Nimekuelewa mtumishi wangu wa Mungu. Yaani ukilinganisha hiyo na hao watu wanaomtumikia Mungu, wale ndio wengi wanaotumikia sanamu ndio wengi. Sanamu kwa ajili ya matambiko, kwa ajili ya kushiriki miungu isiyokuwa ya Mungu wenye hai. Yani tunalinganisha kwamba wao ndio wengi, maana inahitaji nguvu yani missionary inahitaji zile watu wanahitaji umishonari ili wamuelewe Mungu zaidi. Sawa. Na unafikiri tunaweza kufanyaje ili kuweza kuwahubiria wale watu? Huwa ni njia gani mnaitumia nyinyi ili kuwaonyesha kwamba kuna Mungu wa kweli tofauti na mizimu ambayo wako nayo? Ni kwamba tu watu wanajitahidi na kama mara nyingi naonaga kama Baptist wanakuja na sinema, wanaingia katika kila kaya, wanaonyesha sinema ile, wanakusanya watu, wanahubiria neno la Mungu, lakini hawapati ile mzizi wa kupata watu ambao watafanya ile kazi kwa ueledi zaidi. Au unakuta mtu kama ni changamoto ya kimaisha anazunguka tu wiki moja, unakuta arudi tena, unakuta anaingia mwaka huu, lakini nakata miaka 10 hujaona tena watu wakizunguka katika kaya za hao makabila ya Kimasai, kabila ya watu wengine kuzunguka kunena neno la Mungu. Okay.
Na una wito gani kwa watu wa missionary ambao wanatamani kufika katika nyumba ya Mungu kwa ajili ya kupeleka neno la Mungu? Una lipi la kuambia? Ninalo la kuambia sana, nyingi tu. Maana ile kijiji hakuna missionary aliyewahi kutembea kule akapata watu wa kuwabatiza na watu wa kukusanya ili waangalie sinema na kubobea na kuwaita na kuwabatiza. Ninaombi kwamba watu wa missionary wajitahidi wafike katika kijiji cha nyumba ya Mungu kata ya Ngorika ili wakatangaze neno la Mungu kwa ueledi na kuelewesha watu, maana watu wajamgeukia Mungu ipasavyo. Ni kwamba ni kijiji au tuseme ni kata ambayo inahitaji nguvu ya ushirikiano wa umishonari iwe nyingi kule, ili kusudi tuangalie kama watu watamgeukia Mungu. Asante. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Nimefurahi leo kwa kuwa umenitembelea mahali hapa, na samahani nimekuhoji pasipo kutarajia, nilikuwa sijakupanga, lakini neema Mungu ikutoshe. Mungu akubariki sana. Amen. Acha tuishie hapa, tuache tusubiri sasa kwa ajili ya kipindi kingine kijacho. Nitakuita tena tutaweza kuongea. Amina. Amen. Amen. Yes, asante sana kuendelea kutufuatilia. Tulikuwa tukizungumza na mtumishi wa Mungu Lucas Mokotio Kimani Laiza, ambaye tumekuwa tukihojiana. Ametutembelea katika ofisi zetu za social media ya Boniface Sesa. Basi niendelee kukaribisha kuweza kutufuatilia kwenye mtandao ya YouTube, Facebook, Twitter, Instagram kwa ajili ya kuona kila ambacho kinaendelea. Mimi kazi yangu nafanya umisheni, lakini mara nyingi nikifika mahali ambako kuna wamishonari wenzangu, natamani ni wahoji, nizungumze nao, wanieleze ni namna gani ambapo injili inaweza ikafika katika kijiji hicho au katika mitaa waliopo au katika mkoa waliopo. Kwa hiyo huwa nafurahi sana ninapokuwa nikizungumza nao katika itikadi za namna hiyo. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia na Mungu atakujalia zaidi. Amen.